tumbo, mchungaji niombee, mchungaji sijalala usiku, kichwa kinaniuma, mchungaji kifua kinaniuma, mchungaji nisaidie, mchungaji. Is okay, ni sawa, uko sahihi. Sasa ile nguvu unayoitumia kwenye mabaya kumweleza mchungaji, tumia nguvu ile ile kumweleza kwenye mema. Ushawahi kusikia mtu ameenda machimboni amepata milioni 50 akampigia mchungaji? Wachungaji wamekuwa matapeli, wachungaji wamekuwa wezi. Nisikilize, palipo na original lazima feki itakuwepo, lakini original ni nyingi kuliko feki. Hata kama feki zipo, sikia, huyo mchungaji alikuombea, ulipokuja ulikuwa empty, ulikuwa zero, ulikuwa mavumbini. Akaomba, akakuondolea balaa, mikosi, nuksi, Mungu akakuinua juu. Kwa nini usimbariki? Kutafuta upako wa kusababisha mtu afanikiwe ni kazi ngumu kuliko kutafuta hela. Kwa sababu mtu akikuombea akaachilia mafuta kwako ukapata kibali, ni rahisi kupata unachotafuta, lakini ni ngumu kupata upako. Huyu aliyetafuta upako alifunga na kuomba akula, si ndio? Alikaa akawaza, kwa sababu kumsikia Mungu ni kipengele. Kumsikia Mungu sauti yake ni kipengele. Wengine hapa mnasikia vinyamaembe maembe, mnasikia uongo. Mwingine anasikia uongo, anakuambia ni Roho Mtakatifu. Mwingine ametuchanganya, anasema Roho wake Mtakatifu amemwambia asisalimie watu. Roho Mtakatifu kasikia ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo na penyewe ni kipengele kingine kumsikiliza Roho Mtakatifu, kumtafasiri huyu ni Roho Mtakatifu, ni kipengele kingine. Kwa hiyo ukiona mchungaji anasikia Roho Mtakatifu alafu anamwachilia kwako na unaona mafanikio, naomba umheshimu. Maana mtu anakuambia mimi Roho Mtakatifu ameniambia nisimsalimie Grace. Roho Mtakatifu gani huyo? Acha uongo. Hiyo ni Biblia. Tunataka tupate pesa. Tunataka tuone watu wananunua magari, wananunua mashamba, wanajenga majumba, wanaanzisha biashara inakuwa, wanafanya hiki na hiki. Wanapojenga nyumba isikomee kwenye msingi, isikomee kwenye renta, isikomee kwenye madirisha, mpaka anapiga paa. Tunaanza kuona upako wa Mungu ukifanya kazi. Tunaona watu wanamiliki makampuni, tuone watu wanamiliki biashara kubwa, tuone watu wana amani. Kanisa likifika hiyo level, amani inakaa. Tukianza kuabudu, tukianza kusifu, nguvu ya Mungu inatembea. Nguvu ya Mungu haitembei ukiinua mikono naona madeni. Nataka nikwambie haki ya nani? Haki ya nani? Haki ya nani mwenye madeni hawezi akaabudu? Huwezi. Kila ukiinua mikono nafsi imeshajeruhiwa, unatazama madeni, unatazama kiki na kile. Kila ukifanya na adui ameshajua ni wapi ya kukamati. Madeni ni roho ya umaskini, ni roho inayotembea na umaskini. Unarejesha kesho Jumatatu la asa, leo unarejesha 74,000 na mfukoni una 10,000. Na leo ni Jumapili, masaa yanaenda. Sasa hivi saa 3 karibia na dakika 20 kitu, masaa yanaenda. Yaani uko hapa na zungumza kuondoa mipaka ya kifedha, akili iko kwenye rejesho la asa. Na nikwambie, mtu aliyekuja na zaka kiweka vibaya, utasema nitatubu mbele ya safari, lakini jiokoe na asa. Hiyo pesa itaondoka. Yuko chechi, lakini anawaza kinyume na chechi. Hakuna kitu kibaya kama mwanaume kukosa pesa, kama mwanamke kukosa pesa. Wamekubakizia jina la Yesu peke yake ambalo halina kitu. Yaani Yesu amebaki kama jina la kawaida. Niliwaambia usiku kama la cha usiku.
Unajua kuimba, ameniona, ameniona, lakini ukweli mwenyewe Yesu hajakuona. Shetani amekubakizia tu lugha ya jina la Yesu, lakini hata Yesu alisia leo mtamka hayumo ndani yako. Tunataka jina la Yesu ambalo liko complete. Tunataka jina la Yesu ambalo linakuja limesenyesha kila kitu. Kuna nguvu za Mungu, kuna pesa humo ndani. Ukienda kwenye biashara, tumuone Mungu wako. Mimi huwezi ukanishawishi eti mchungaji anahubiri pesa. Wewe ni mwenda wazimu. Hapa duniani hatuishi kwa jina la Yesu peke yake. Hapa duniani kama unajua Yesu peke yake bila hela, hata mbingu hutaiona. Watu wengi wanaomba, lakini wale hawatoi sadaka. Wale hawana biashara. Hawana chochote. Hawana chochote. Mungu gani tunayemwabudu? Gideoni anasaga ngano, amejificha. Biblia inasema Mungu akamtokea akamwambia, shujaa Gideoni. Akasema mimi ni shujaa? Hapa nasaga ngano, nimejificha. Tunatafuta kuuawa, kupigana vita, tuuawe. Na ukoo wetu ni ukoo kimaskini. Wewe unaniambia mimi ni shujaa? Kweli? Ndipo likatoka neno linasema, aliye dhaifu aseme nina nguvu. Ndio maana mimi siwezi kusali kila kanisa la kuniambia tu niangalie mbinguni, niangalie mbinguni. No, ninajua. Petro akamuuliza Yesu akamwambia, nimekufuata nitapata nini? Yesu hakuanza kumwambia kwenda mbinguni, alianza kumwambia hapa duniani kwanza. Hapa duniani first one, hapa duniani kwanza mara 100, halafu then mbinguni. Siwezi. Tunahangaika na ujenzi wa kanisa hapa. Watu wamekimbia kanisa kwa sababu ya ujenzi wa kanisa. Kwa nini? Hawana hela. Wamekimbia. Halafu unafanya masiala kwenye hela. Unapata utoi zaka, unapata utoi sadaka. Wakikwambia huko tu, sikiliza, hela zinaishaga kwa sababu pesa huwa zinaota mbawa. Zina kawaida ya kuota nini? Mbawa. Biblia inazungumza. Kama kuna eneo la kulinda sana katika maisha yako, kwenye eneo la financial breakthrough, Mungu akisha kufanikisha, lazima ujue ku maintain pesa yako. Ujue namna ya kuilinda pesa yako, na unailinda kwa kuitolea zaka na kadhalika. Leo kuna wachungaji hawatoi zaka. Kuna wachungaji wanahubiri wengine hawatoi zaka. Na mimi namuomba, si Gauda amekuja, siku moja asome zaka zangu. Uje usome hapa zaka zangu nazotoa, uone kama wewe unanifikia. Wewe unanihitaji mimi sikuhitaji wewe. Unahitaji neno langu mimi likusaidie wewe. Mimi natoa zaka, mimi natoa hela kwa watu. Najua principle ya pesa. Mwalimu wangu alikuwa anaitwa Mpemba. Mpemba alinifundisha. Niliwaambia katikati hapa, alikuwa akisafiri. Tulikuwa na ibada Jumanne na Alhamisi, anakuja na sadaka zake zote. Anakuambia, pastor, naomba niandike. Wewe ukisafiri umesave. Utapata hela. Hiyo biashara yako itaishia katikati. Dunia imechange, dunia imebadilika. Leo kuna watu wamekataa kutoa kuku kwa waganga wa kienyeji, wamekataa kutoa bata. Leo wanatoa watu, wanaua watu. Maana yake kiwango cha utoaji wa sadaka kwa shetani kimepanda. Hujasikia watu wanatolewa sadaka? Kiwango cha kutoa sadaka kimepanda kwa shetani. Nakwambia, nimejaribu kutumika bila pesa. Najua ugumu wa kutumika bila hela. Unawategemea washirika wako, wanakung'onga, wanakusema vibaya, lakini wale unawaombea ili wanapoanza wiki Jumatatu waingie wakiwa na mafuta, waingie wakiwa na nguvu za Mungu, waingie wakiwa na power ya financial breakthrough. Mafuta hayo umeyatoa wapi? Umeomba, umefunga, unasema washirika wangu Mungu wainue.
Washirika wangu Mungu watetee, wanakokwenda biashara yao inuke, wanakokwenda wapate kibali. Kuna watu walikusemea maneno, wakasema huyu hata kaa avuke. Familia yao ni kama ya kina Gideoni, hata kaa avuke, wala hata zaa, wala hata orea, wala hata fanya biashara. Kuna maisha fulani wameyawekea utepe mwekundu, hakuna kuvuka. Ndio maana unaota uko shuleni wakati ulishamaliza. Unaota unafanya mtihani ulishamaliza, mtihani wa form 4 na umechelewa kukusanya. Maisha yako yamefungwa. Kuna watu wana remote, kuna watu kuna roho iko nyuma ya maisha yako, kuna namna wanafanya. Unaye Kristo, lakini kwenye kanuni za financial breakthrough umemiss. Wewe ni mwalimu, lakini hakuna umepanda daraja, hakuna umepandishwa cheo. Wewe ni mtu wa kuhangaika tu. Wewe sijui ni mwanajeshi, wewe sijui ni polisi, unahangaika tu. Kuna mahali maisha yako yamefungwa. Yesu unaye. Tukikwambia kuomba, nataka nikwambie njoo uombe sadaka. Baba wa mbingu za mbingu, uketie mahali pasili pasipoonekana kwenye milima ya Uruguru. Unajua kuomba, unajua kumpangilia Yesu, unajua ukimfundisha mtu ameokoka leo, unamwambia unajua tunapoomba, tunaomba kupitia jina la Yesu Kristo. Lakini wewe yale maombi hayajawahi kukunufaisha. Na kila siku uko church, kila siku kwenye ibada. Unakuja kufanya nini? Kama huyo Mungu wako hakusaidii, basi jichunguze. Kuna mahali wewe ndio una tatizo. Hawa wote kila mtu hapa angekuwa na kampuni, au angekuwa na biashara kubwa, au angekuwa na kitu cha kufanya, kanisa letu lisingekuwa hivi. Macho tu yanakuonyesha huyu hana hela. Yaani ukimwangalia hana makengeza, lakini mwangalio ni wa kimakengele. Mimi binafsi simtaki Yesu ambaye hawezi akanifanikisha. Kwa nini sasa? Nimetoka kwenye ukoo maskini, nimetoka kwenye ukoo sioelewa, lakini nimempokea Yesu. Bado wale hawamuelewi Mungu wangu. Ninataka wamjue Mungu wangu ili waokoke. Nataka wamjue Mungu wangu ili wamfuate. Nataka wamjue Mungu wangu nikifika wajue hakika huyo ni Mungu. Mimi nilipata vita nilipookoka, vita kubwa. Wengine hapa hamjapata vita. Wewe ulishakataliwa na ndugu. Basi umekataliwa na mke wako. Ndugu walitegemea nifanye kazi fulani nzuri ambayo mimi nilikataa. Nikasema mimi nataka kumtumikia Mungu. Wakasema kazi gani hiyo? Haina hela. Unasikia wanavyosema? Haina hela. Mimi nikamwambia ina hela. Sema haina. Nilipookoka wakasema huyu amekuwa mwizi, wakabadilisha. Siku hizi ni mwizi, akija kwako muangalie. Lakini sijawahi kuiba cha mtu. Nimekomaa na Mungu wangu. Ikafika hatua nikapata gari, nilienda nayo nyumbani. Niliwaambia juzi makusudi wajue Mungu wangu anaweza akanibariki gari, anaweza akafanya chochote. Leo nikikuonyesha simu yangu ina message za watu wa nyumbani wengi sana. Naomba kaka, naomba shilingi ngapi? Kaka. Lakini ndo alinipiga vita. Sieleweki. Kwetu ni Wasabato. Baba alikuwa mchungaji wa Kisabato, kisha tangulia mbele za haki. Lakini kasema siingii Sabato mimi sisali siku, mimi namtafuta Jehova mwenye mafanikio, mimi sitafuti siku. Bado kipengele cha pili kutoka kwenye Usabato kuingia kwenye Jumapili. Wao wanaamini Mungu yuko Jumamosi, hawaamini Jumapili kuna Mungu. Sio, unaelewa ninachokwambia? Tunashangaa
nashangaa walokole, yani wameridhika walivyo, wanakakaa tu kinamna fulani. Sikiliza, yuko Mungu anayebadilisha maisha ya watu. Na utamani Mungu. Kama una duka, ukifika kwenye duka ujaze duka lako mali. Kama una biashara yako ichanue. Usipokuwepo wewe watu washangae, wakutafute. Tunakuwaje na Mungu asiyetusaidia? Tunaanza kuimba nyimbo ambazo hazina maana. Chukua vyote niachie Yesu, chukua vyote. Kweli achukue mke, utabaki salama. Achukue mume, utabaki salama. Achukue watoto, utabaki salama. Achukue mali, utabaki salama. Mimi sitaki achukue mke, sitaki achukue watoto wangu, sitaki achukue mali yangu, aniachie. Kwa sababu Biblia inasema fedha na dhahabu ni mali, na vyote viujazavyo ulimwengu. Hebu kaa kwanza, maana utaanguka. Tawaita baadaye. Umeshaonja joto la wahubiri. Naona gani kazi ndogo? Pigie Bwana Yesu makofi na vigelegele. Kumekuwa na injili za utata. Mchungaji akizungumzia pesa, anawekwa kwenye mitandao, anawekwa kwenye magazeti. Sikia, wa kwanza wa kulaumiwa ni Yesu Kristo. Biblia inasema Yesu alitembea na mtu mmoja mhasibu anaitwa Yuda. Mhasibu ni wa nini kama Yesu hakuwa na hela? Mnanielewa? Mhasibu ni wa nini? Oh, wachungaji wanataka hela. Nani asiyetaka hela hapa nyoshe mikono? Nyosha mikono. Tukuondolee mapepo hayo. Kanisa, sikia. Kanisa likikosa pesa, kuna vitu havitafanyika. Kuna uinjilisti hautafanyika. Hatuwezi kuongeza makanisa. Hatuwezi. Kwa sababu Yesu tunaye, upako tunao. Lakini miguu ya upako ni pesa. Tuna wachungaji hapa wanahitaji kufungua kazi. Na kama wako hapa, ni wajibu wa kanisa kuwasapoti. Lakini unawasapoti nani? Mnafanya masiala kwenye mambo ya kiroho. Wangapi wanaamini Mungu hayupo? Wawili tu. Unachukua mawazo ya yule wa TikTok wanayemtukana Mungu, ni mpumbavu. Ninisikiliza, yeye mumwacha tukane. Lakini nataka nikwambie Mungu yupo. Mungu yupo. Kama mnaamini shetani yupo. Wangapi wanaamini shetani yupo? Basi Mungu yupo. Watu wanaweza wakatoa mapepo. Watu wanaweza wakaombea watu wakapona. Lakini watu hawawezi kuwa na pesa. Unashangaa. Hivi upako kwenye hela huku una shida gani? Kwa nini mchungaji unaweza kuta ni bonge la mchungaji, sauti ni kubwa kabisa, anaweza akafanya hiki na kile, lakini kwenye financial yuko zero. Mimi nimemwambia Mungu tutafarakana mbele ya safari. Na mimi nakueleza kweli. Mimi namwambia Mungu sitaki aibu. Kama kuna mahala na mispresi, wewe nifinyange, nitengeneze nifae. Kwa sababu siwezi kwenda. Kuna wakati mchungaji unahitaji usafiri ili uwai unakokwenda. Unaenda umeshikilia dokumenti, mvua inanyesha, dokumenti zinaroana. Mchungaji unayesubiria kununuliwa gari na washirika, lakini ungekuwa na hela yako unaenda unanunua.
na pamoja hawajainunua ila wataipanda. Maana vya mchungaji ni vya kanisa, ila vya kanisa sio vya mchungaji. Ni sawa, vya mwanaume ni vya mwanamke, ila vya mwanamke ni vya kwake. Hakuna usawa. Sasa hivi wana kauli mbiu. Tulikuwa tunasema akiwezeshwa mwanamke anaweza, sasa hivi wamekataa. Wanasema hata asipowezeshwa. Muongo. Asipowezeshwa wapi? Haya manini na wadanganya haya. Asipowezeshwa unaweza wapi? Wewe unampinga Mungu. Labda singomaza. Au ndio anajiwezesha. Wewe umeolewa, unajiwezeshaje wakati mume yupo? Yaani ifiki hatua watu waelewe, hatuji kanisani kupoteza tu muda, hatuji kanisani tu kukaa, hatuji kanisani tu kwamba ni desturi ya walokole. Tukifika hapa tunaimbiwa nyimbo, tunaburudika, tunatoa sadaka, tunakwenda. No! Kuna jambo tunalitaka mbele za Bwana. Na hilo ndilo tutakalo lifuata. Jambo gani? Leo tuna jambo moja la kuondolewa mipaka ya kifedha katika maisha yetu. Mungu atuondolee hiyo mipaka tuliyowekewa na watu. Kama tulitamkiwa maneno, kama kuna mahali tulikosea, Bwana atutengeneze tumiliki pesa. Sio pesa ya kifreemason. Leo wachungaji wamedumbukia kwenye uharibifu kwa sababu ya umaskini. Wamekuja wakolea hapa. Siku moja nikaona message kwangu, pio tunaalikwa kwenye kikao huko Bongo. Kuna nini? Si wale ni wakolea, si ni wa China, si ni wakolea. Eti wanataka wachungaji wanawalipa mshahara 80,000. Mimi mzee Mwenda nikalipo 80,000. Yaani niuze kanisa kwa 80,000. Na wachungaji wameenda. Na wengine nikiwataja hapa ni aibu, wameenda. Wengine shemasi, mchungaji unakimbizana kikapu wakati washirika wapo. Washirika wako wapo, wamekaa, wanaona mchungaji na kikapu. Mzee Ruende na kikapu yupo na anapitisha sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wachungaji leo wamejiunga na ushoga. Wanaeneza ushoga ili wapate mali. Mungu wao ameshindwa kuwapa mali. Hawaamini Mungu wao anaweza akawapa mali. Hawaamini. Kwa nini hawaamini? Kuna kanuni za uchumi wamezivunja. Wao hawatoi, ila wanataka kupewa. Eti mimi nampa mtu anakuambia, "Hapana mchungaji. Kweli wewe ndio unanipa. Kwani imeandikwa mchungaji ndio apewe tu?" Wewe ujui principle ya hela. Wewe nikikupa, shukuru Bwana. Utakuniambia usinipe, na nitakunyima kweli. Wewe chukua, afu mshukuru nani? Mungu. Kuna namna ukifanikiwa katika mambo ya kifedha, kuna namna moyo unakuwa na raha, kuna namna moyo unakuwa kwenye ibada. Wakisema inua mikono na inua mikono, wakisema piga magoti unapiga magoti, kwa sababu moyo una amani, moyo una furaha. Nakwambia ukweli, kama unarejesha kesho, hapa una amani. Nakwambia ukweli. Mahubiri yote watahubiri. Wengine watasema leo ibada ilikuwa nzuri. Atakuza ibada ilikuwa nzuri leo na alikuwepo. Ndio maana tukianza kusema tunaondoa mipaka katika maisha yetu, tunakataa vile vizuizi ambavyo adui ameviweka. Mungu atupe kumiliki katika ulimwengu wa roho. Tumiliki fedha katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa nyama. Tumiliki fedha. Tuwe na sauti ya pesa.
Walokole hawana sauti ya pesa kwa sababu hawatoi zaka, hawatoi sadaka. Kwenye eneo la pesa wamejifungia milango, kwa hiyo hawana sauti. Biblia inasema Luka 6:38. Biblia inasema wapeni vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa, kushindiliwa, kushukwa ndicho mtakachobebesha vifuani mwenu. Wapeni vitu watu. Wapeni sadaka watu. Wapeni vitu watu. Mungu hali chakula hahitaji hela yako. Mungu anahitaji moyo wako. Ukimsaidia mtu mmoja katikati ya kundi hili, umemsaidia Mungu. Ukimvisha mtu mmoja katikati ya kundi hili, umemvisha Mungu. Ukimwona mfungwa mmoja, umemwona Mungu. Ndicho Mungu anachozungumza. Naomba ujipime, unafanyaga haya? Mimi naumia. Tunazidiwa na maandalizi ya mikutano ya Diamond. Anapokuja wapi pale? CCM. Ile fiesta. Mwaka huu haipo. Siku na watu wanaendaga. Wanaendaga fiesta. Anawaimbisha. Hii kipanda ni bara. Wamo hawaelewekagi. Kila upepo unao. Lakini unashangaa yule jamaa anaandaliwa, utafikiri ni mhubiri mkubwa ameshuka kutoka Ulaya. Kila kitu kiko sehemu yake. Matangazo mji mzima, PA inapiga mji mzima, kwenye TV mji mzima, kwenye redio mji mzima, watu wanajaa. Wewe mwenye Mungu na ijidai eti Mungu wako ni wa kweli, hata watu 20 hawafiki. Kanisani tu kuwajaza, kumbi tu kujaza ni kipengele. Paka hapo ulipo bado watu wana viti bado mbele havina watu. Ila wameokoka wanakuja nata. Ukiingia kwenye ofisi ya mtu tu wa kawaida, hana Mungu, ana dini tu, ofisi imekaa vizuri, kiti chake kiko vizuri, meza yake iko vizuri. Ukiingia kwenye ofisi ya mlokore, mende wako mule, kila kitu kiko cha hovyo hovyo humo. Ukishafika maombi marefu, mtumishi wa Mungu nataka nikuombee. Sikia, umetembelewa na mkuu wa mkoa, umetembelewa na rais, umetembelewa na waziri, ndio ofisi liko vibaya. Unachojali tu ni upako. Kweli dini zile zinatuzidi kitu kimoja tu, hazina Mungu, ila zinajua kujiweka mbele ya watu. Vazi la yule mtu ni vazi ambalo linaheshimika. Vazi la padri linaheshimika. Akifika kwenye msiba, padri amefika, wanajua amefika. Baba askofu anafika mlokole, amevaa t-shirt kimebana kwa sababu anapiga gym, wenda wazimu. Ana raba, ana jeans imebana, ana t-shirt. Sasa yeye anafikiri wale watu mule kuna wazee, mule kuna watu wana heshima zao, wana elimu zao, wanaangalia huyu kijana ndo anakuja kutuhubiri. Huyu anahubiri nini huyu? Lakini ukweli mwenyewe una neno la Mungu. Ukweli mwenyewe una Mungu ndani yako. Lakini appearance ya nje imesababisha watu wakukatae. Alikuwa atakuvaa atujui, ni ukosefu wa hela. Shanga mtu anakuja na t-shirt tu kanisani. Yaani yeye anachojali ni Mungu tu. Ni sawa, kwa Mungu umepatia, kwetu hujapatia. Ndio, sisi hapa tumeruhusu suruale. Suruale gani sasa ya kuvaa? Tunavaa suruale, yani binti. Yani si suruale ile. Tuone makalio yapo.
tuone mapaja ni makubwa, tuone nini? Uzuri uko kwenye makalio, uzuri uko kwenye mapaja, uzuri uko kwenye kubanisha suruali. Sasa yaeleze uone anavyovuta mdomo. Siko kinyume na swali. Mimi sio mdau wa kuzuia suruali. Mimi vaa, lakini unavaa ikoje? Hiyo yote ni roho ya umasikini na kupeleka huko tu kwenye ujinga huo. Unavaa nguo iko hapa, ukikaa kwenye kiti inarudi nyuma, alafu ulivyo ajabu unaleta mkoba. Chinga tu. Eti tuone umebebelea mkoba wakati umefunika mapaja. Mungu hana shida na hivyo vitu, ila sisi tuna shida na hivyo vitu. Umeelewa? Mungu hana shida na hivyo vitu, ila sisi tuna shida na hivyo vitu. Kuokoka ni kubadilisha mtindo wa kuishi, kubadilisha mfumo wa maisha, mfumo wa utafutaji pesa, mfumo wa kuvaa, mfumo wa kuzungumza. Yaani kuna namna unakuwa, kuna namna unakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna namna unakuwa. Ndio maana makanisa yanakataliwa, si kwa sababu hayana Mungu. Wale watu wenye makanisa yale wanakataliwa kwa sababu wanapotaka kuja watu hamwangalii Mungu, wanakuangalia wewe mwenye Mungu. Sasa upande wa Mungu hauna shida. Mungu hata ungekuja uchi hana shida na wewe, lakini sisi tuna shida na wewe. Leo nitapiga watu makofi wanaolala. Sasa nikikubabua la huku usije ukakasirika, maana ni dharau. Unalalaje mbele ya mkuu wa mkoa? Unalalaje mbele ya rais? Ushamuona waziri kwenye baraza la marais, rais yuko hapa analala? Hata kama usingizi ukija utakuwa unaona yes ili asilale. Wewe unalalaje mbele ya Mungu? Roho ya umaskini na kunyemelea. Pigie Bwana Yesu makofi na vigelegele. Tunataka tuondoe mipaka, tunataka tuanze maombi yetu ya kuondoa mipaka, lakini tusome Wakorintho wa kwanza sura 16 mstari wa 9. Biblia inasema, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana. Paulo anasema kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana. Na wako wengi wanipingao. Na wako wengi wanaonizuia. Wengi wanaweza kuwa ni watu. Wengi inaweza kuwa ni hali ya hewa. Wengi inaweza kuwa ni kujua kanuni, kutokujua kanuni za kupata pesa, kutokujua Mungu wako uliyemwamini. Anasema wako wengi wanipingao. Anapojaribu kwenda mbele anavutwa kurudi nyuma. Anapojaribu kufanya biashara, biashara haikuu, inashuka. Anapojaribu kuapply ili apate kazi, hapati kazi. Paulo anasema ninapingwa. Paulo anasema nimewekewa mipaka. So Paulo anafanyika kuwa point of contact yetu sisi. Hata sisi kuna watu wanapingwa. Leo hapa kuna watu wanafanya biashara ikui. Kuna watu wamefikia umri wa kuolewa hawaolewi au hawaoi. Kuna roho zinawapinga. Kuna watu wanaweka mikakati haifiki mwisho. Paulo anasema mlango upo mkubwa wa kufaa, lakini siwezi kuingia kwenye ule mlango. Kwa maana nyingine, kwenye mlango kuna kizuizi.
Kwenye mlango kuna mtu anazuia. Kama sio mtu, kuna roho inazuia. Nini Paulo afanye ili kusudi aingie kwenye mlango wa kufaa? Nini afanye? Sometimes unaona watu wanaomba wanatoka machozi. Mtu amewakodolea macho, haelewi anachofanya. Anasema nimefunguliwa mlango mkubwa sana, alafu tena wa kufaa. Ukishaingia ndani ya Kristo, huo ni mlango mkubwa wa kufaa sana. Lakini kuna watu watakupinga ili mafanikio yako aliyokupa Kristo yasitokee, yasifanikiwe. Lakini leo kwa jina la Yesu, kwa nguvu iliyoko ndani yako, unakwenda kusambaratisha na kuondoa mipaka uliowekewa na watu usivuke. Uiondoe. Kama kuna roho inaopaleti kisirisiri ndani yako, hauelewi, inaopaleti roho ya kwa na baba yako, kwa na mama yako, inaopaleti kisirisiri, leo uing'oe. Watu wanasema ukisha kuwa ndani ya Kristo yote yameisha, tazama yamekuwa mapya. Ni ukweli usiopingika, ni ukweli. Sawa? Kwa hiyo tukisha sema hivyo, tunakaa tunatulia. Tumo ndani ya Kristo, lakini lazima tutafute maarifa ya kutuwezesha kumtumia Kristo. Lazima tutafute maarifa ya kutuwezesha kumtumia Roho Mtakatifu. Maarifa kwenye kazi, maarifa kwenye biashara, maarifa kila kona. Sikae tu. Na hicho ndicho kimewadumaza walokole. Mchungaji nikafanya kazi. Mwanangu kaa tu, vitu vitajipa. Huyo mchungaji hakupendi. Mbinguni hakuna benki, hakuna CRDB, hakuna NMB, hakuna vikoba. Mbinguni hakuna benki. Benki zote ziko duniani. Yaani kwa maana ya kwamba Mungu anakuambia mbinguni hakuna hela. Hela ziko wapi? Duniani. Lakini bado anatusaidia, anatuambia pamoja na kwamba hela ziko duniani, mimi ndo mtawala. Anasema fedha na dhahabu ni mali yangu, na vyote vijazavyo ulimwengu ni mali yangu. Sasa kwa nini hatupati? Anasema kuna mahara mumeshindwa kufuata maelekezo. Wokovu upo kwa kila mtu. Je, asipofuata maelekezo ataokoka? Atufuate maelekezo. Nimekwambia uweze ukashindana mtu anayemtolea Bwana. Kuna mtu aliwahi kujenga makanisa zaidi ya moja. Kuna mtu amejenga, labda amemjengea mtu. Ona wakina Mariamu huko wanalala tu. Hujakesha, mimi nakuona si huku Mariamu. Sina kula, unakuona huku. Na wewe wema, kama unalala ukakae kule nyuma na Mariamu kiti kimoja hapa. Kuna watu wamejenga makanisa, wamejenga, wamesaidia watu. Kuna watu wamesaidia watu. Utalingana na huyu? Wacha nikueleze. Leo sijui kama tungekuwa na kiwanja kile cha kanisa. Lakini mtu mmoja alitupa milioni ngapi? 30. Mtu huyu, unafikiri kwa utoaji huu tulionao hapa, leo tungekuwa na kiwanja? Unless Mungu angeinua kitu kingine. Je, unaweza ukalingana na huyu? Leo tutatandaza hapa sadaka ya kila mmoja mmoja. Tutaanza na kiti hiki hapa, utandaze hapa.
Hata mkisema Biblia imesema mkono huku usijue, mkono unajuaga. Hiyo sio tafasiri yake. Tandaza hapa tuone unachomtolea Mungu. Huwezi ukalingana na huyo. Kuna mtu kachukua hati yake ya nyumba anaweka ili tununue nyumba ya mchungaji. Utalingana na huyo? Na bado kaweka hati, bado anang'ang'ana kupambana ili rejesho litimie. Wakati kuna watu walikuwa hapa wanapinga, wanasema utalingana na huyo? Ninakufundisha vitu vielewe, uone Mungu anavyofanya. Kuna wakati ninabarikiwa pesa sio ndogo, mtu anakuletea milioni, mtu anakuletea shingapi. Lakini unaangalia uhitaji wa kanisa, watu wote wamekukimbia, hakuna anayekuuliza kinachoendelea. Unatoa ile hela, unafanya. Alafu yeye anafikiri vitu vinaenda vyenyewe. Alafu nikibarikiwa mtu anasema wanapiga hela. Janeti, simama. Nilikutolea mfano ukuwepo. Niliwaambia ulinipa milioni 1. Niliwaambia hao. Niliwaambia. Ushu. Sio kwamba hakuitaka. Sio kwamba hakuwa na mahitaji. Alikuwa anapita kwenye mambo yake mengi. Sijui aliguswa na nini. Sasa nikwambie milioni wala sikupeleka nyumbani. Fiu kisha najua. Yuka kama unavyoona unapitisha. Lakini hapo nakuta nina watoto wanasoma ada. Utalingana na mimi? Uwezi. Sadaka yangu mimi naitoa, ya kwako ni mara 2, mara 3. Sasa usininunulie mkono. Mchungaji, kaiba. Mimi siibi. Ila nafanya kwa haki. Sasa soma tena andiko ile la Methali 8:17. Walikuwa watu hawajaja ndio wamefika. Wataalamu walioingia msalabani na Yesu ndio wanafika sasa hivi. Una shida gani? Waliingia msalabani na Yesu. Wewe ibada inaanza saa 5 na kuja saa 4. Umekuja kufanya nini? Tukikufukuza unatulalamikia. Nenda kanisa la nyumbani kwenu karibu pale kwenye kicho kigango. Nenda pale. Mithali 8:17 Biblia inasema. Sikia. Na wapenda wale wanipendao. Anasema na wapenda wale wanipendao. Na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Na wale wanitafutao kwa bidii. Kufanya mambo bila kuacha. Kufanya mambo kwa mwendelezo. Utajiri na heshima ziko kwangu. Utajiri na heshima ziko kwangu. Naam. Ndio. Utajiri udumuo na haki pia. Utajiri unaopewa na Mungu ni utajiri unaoduma, lakini ndani yake ukiwa na haki. Matunda yangu hupita dhahabu safi. Matunda yake hupita dhahabu safi. Naam. Ndio. Dhahabu safi. Ndio. Na faida yangu hupita fedha iliyoteule. Natembea katika njia ya haki. Weka pause hapo. Anatembea katika njia ya haki. Moja ya kumiliki na moja ya kuwa na sauti katika ulimwengu wa roho ni kuwa mtu mwenye haki, mwaminifu. Hakuna aliyeweza kuwa na mamlaka ya kifedha bila kuwa mwenye haki na mwaminifu. Wewe unaiba, Mungu atakupaje mamlaka ya kutawala pesa? Endelea. Katikati ya mapito ya hukumu. Anasema katikati ya mapito ya hukumu. Niwarithishe mali wale wanipendao. Pointi ya kwanza ya kupata vitu vya Mungu ni kumpenda Mungu. Na anaposema kumpenda Mungu, anasema mpende Mungu kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, kwa nguvu zako zote, kwa mali yako yote. Ndivyo maandiko yanavyosema.
Anasema niwarithishe mali wale wanipendao. Mungu anataka atupe mali, aturithishe mali. Anasema utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake. Utamkumbuka Bwana Mungu wako. Unampenda Mungu? Unampenda Mungu ili akurithishe mali? Huwezi ukampenda Mungu kaja kanisani saa 5. Huwezi ukampenda Mungu kashindwa kukesha. Huwezi ukampenda Mungu kashindwa kufunga. Huwezi ukampenda Mungu kashindwa hata kuulizia mchungaji, hivi kanisa limefikia wapi sasa? Na kutoka hapo kwenda kuwezeka tunafanyaje? Kwa maana unaona walokole wengi wako empty kwenye mifuko. Theory ya uchumi, theory ya uchumi haisemi uombewe ili upate pesa. No, theory ya uchumi inasema ufanye kazi upate pesa. Ndio maana Mungu anasema tutabariki kazi ya mikono. Asemi tutakuombea upate pesa. Ni fundisho potofu. Fundisho lilo sahihi ni kwamba tutabariki kazi ya mikono yako. Mlango wa baraka ni kazi. Kama una kazi umefunga mlango wa baraka. Hata ungeomba ukashusha mbingu, hakuna utakachopata, kwa sababu hakuna mlango wa kupitisha nini? Baraka. Mchungaji wa kusikiliza ni huyu anayekwambia hivi, Mungu anasema tutabariki kazi ya mikono. Huyo ndio akusikiliza. Anayekwambia tutakuombea upate pesa, naomba utoke hapo mapema. Hakuna theory ya uchumi ya namna hiyo. Wala Mungu sio mganga wa kienyeji, wala Mungu apigi lamuri. Fanya kazi, kupitia zile kazi Mungu akubariki. Sasa anasema wampendao, wampendao ili awarithishe nini? Ukimpenda mtu unajitoa kwake. Ukimpenda mtu utampigia simu. Ukimpenda mtu utamsalimia. Ukimpenda mtu utafanya chochote kwake, kwa sababu unampenda. Sasa tuache upendo wa kibinadamu, upendo wa kumpenda Mungu. Wewe unaweza ukampa nini Mungu? Cha thamani ambacho uwezo ukampa Mungu nini? Lozi Mwanja, cha thamani ni nini unaweza ukampa Mungu? Lozi Mwanja, si wewe? Cha thamani nini unaweza ukampa Mungu? Nini? Sema kwa sauti. Moyo wangu. Pigia makofi amepatia. Alikuwa na wasiwasi. Cha thamani ambacho Mungu anataka ni moyo. Ndio maana anasema palipo na hazina ya mtu ndipo palipo na moyo. Anachotaka ni moyo. Kwa sababu kupitia moyo Mungu atakupata. Kupitia moyo Mungu atakusaidia. Kupitia moyo kuna mambo atafanya. Mungu anataka tufanikiwe. Mungu anashangaa. We kama ni mtumishi wa Mungu unalala njaa, anashangaa. Na iko hivi, kama una huduma na haujafiki, huduma hii haijafikia kukutunza, kafanye kazi. Narudia. Kama una huduma na ile huduma haijakuwa na uwezo wa kukutunza, kuondoa makwazo na malawama kwa washirika wako, nenda kafanye kazi. Alafu weka mipango tu, Mungu atakusaidia. Huu mpango nafanya mpaka hapa, alafu nikishamaliza lakini kama huduma yako haijafikia kukutunza na wewe unang'ang'ana nayo, mahubiri yatabadilika faster. Nyinyi mmeshiba, mimi nakondeana. Waangalieni vichwa. Vitu gani hivi? Kwani tunatesana mtoto wa mwanamke mwenzenu? Kwani wamekutuma wewe mchungaji?
Hivi watu ndio wamekuita, ni Mungu amekuita? Sasa banana na Mungu wako. Ndio maana mimi nakwambia na maombi yangu siwezi kuomba huyu anasikia. Na huwa naomba ndani kwa ndani, sometimes sipigi kelele. Naambia Mungu hapana, mimi hivi hapana, mimi tuelezane. Wewe umeniita? Ndio. Aha. Kama umeniita, mimi nitafanya hichi, nitafanya hiki, nitafanya hichi, lakini na wewe Mungu naomba ufanye hichi. Ndio maana Musa akamwambia Mungu, Mungu hapana. Mimi watu hawa sitawaingiza, wamenishinda. Hao watu hapana. Musa anamwambia Mungu, umeniita nikutumikie. Nitawaambia wana wa Israeli kwamba ni nani? Yaani nimeitwa na nani? Maana nasikia sauti tu. Nasikia nini? Mungu akamwambia utaniona. Hivi Mungu nani? Musa alimuona Mungu? Musa alimuona Mungu? Pungie mkono wanaosema Musa alimuona Mungu. Sababu wengine wapo kanisani kama wapo, hawaelewi Musa gani. Wanafikiri Musa anayeondesha boda, wanafikiri Musa nani. Au tubadilishe, Moses alimuona Mungu. Biblia inasema alimuona umbo la nyuma. Alimuona kisogo wakati utukufu wake unapita. Akamwambia Mungu, niambie, nitakwenda kuambia wale watu kwamba ni nani amenituma. Nataka nikuone. Mungu akasema basi utaniona. Kwanza alisema ukiniona utaishi, lakini utaniona umbo nyuma. So kuna wakati kama umeitwa unakaa na Mungu unamwambia Mungu, ni kweli umeniita, lakini kuna hichi hapa, kuna hichi hapa, kuna hichi hapa, naomba unisaidie, vinginevyo utumishi wangu utakuwa mgumu. Shawahi kuona wapi mchungaji mwenye madeni? Anadaiwa kila kona. Washirika karibia robo 3 wote umewakopa. Ukisimama unaambia Bwana anasema ulipe hela yangu. Sema tu ni shida, lakini haitakikani mchungaji kumkopa mshirika pesa. Haitakikani kabisa. Haitakikani. Kwa sababu utakuwa unamtukana huko. Kakukopa ndio. Sasa kimbembe imeshindikana kurudi. Njoo Isrini. Simama hapo angalie huko leo. Unaona watu hao? Sawa? Sasa kama unanidai, hao watu wote unapiga hesabu wakitoa sadaka leo kama ni bukubuku, wafikiri singa. Hamna laki moja inazidi hapa. Hawa hapa tu wanaweza wakafikisha karibia laki na kitu. Kama wote wakitoa kwa buku. Na hawa hapa na. Sasa yule ananidai kama yupo, anafikiri hizi sadaka zote za nani? Za mchungaji. Sawa. Kwa hiyo akimaliza ibada anakaa pale kwenye geti. Nataka kumuona bishop. Sio nyie, natolea nini? Mfano. Naomba ukae. Naomba hivyo na mic hapo sana. Ibra, chukua mic mpelekee kisha nimuulize swali. Maswali mengine tunajibu humu tunafundisha. Kisha sadaka huwa anachukua, huwa anapeleka nyumbani? Hapana. Wewe zinafanya nini? Nafanya matumizi ya humu kanisani. Basi hivyo tu inatosha. Huwa zinabaki. Mpe maiki, naoga utoagi, mpe maiki. Huwa zinabaki. Tunalipa madeni na bado yanabaki tunadaiwa. Hela yenyewe inabaki. Naenda nayo? Hapana. Kwani sadaka ni ya mchungaji? Hata zaka zinalipa madeni. Zinafanya kazi. Sasa jiulize, kama sadaka zaka zinafanya kazi, huyu mtu anaishije?
Kwa hiyo ninarudi kwenye kitabu cha Mathayo sura 4 mstari wa 4. Inasemaje? Hata usipoandika inasema sipokuwa. Kwa hiyo mimi naishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Maana yake naishi kwa imani. Lakini ninaishi kwa imani, lakini ninaweza kuwa ninafanya vitu vikubwa kuliko wewe unaishi kwa mshahara wako. Kwa hiyo watu wanapokuja hivyo wakiangalia wanaona kuna siku wingu linakubali. Watu wanapiga top hapo wanaenda na kule. Mtu anasema jamani kazi si ndio hii. Hivi vichwa unaviweza wewe? Toka tumepokea mwaka, leo ndo nimemwona mwingine amekuja kanisani. Toka tumepokea mwaka. Hicho kichwa unakichunga wewe? Kitakuletea sadaka hicho kichwa? Toka tarehe 1 mwezi wa kwanza 2025 tumepokea mwaka wa kuneemeshwa. Alipomaliza kuondoka na kuneemeshwa, akaneemeshwa kwanza huko miezi 2 au 3 ndo katua kanisani. Haya, niambie, unamwambiaje? Nicho mchungaji, hali ni ngumu sana. Hali ya maisha ni ngumu sana. Unamwambiaje? Mungu anataka tubarikiwe, lakini tubarikiwe katika mipangilio mizuri. Tujue namna ya kufanya. Ukishapata pesa yako, kama ni 100,000, unatoa shilingi 10,000 ambayo ni nini? Zaka. Kwa wale ambao ni wachanga, kwa mtu ambaye ameshakuwa machuadi aweze akatoa nini? 10,000. Mimi siwezi nikamtolea Mungu zaka 10,000. Nimevuka hicho kiwango. Niko kwenye 20%. Nimefika kiwango kitu cha Mungu kimekuwa cha kwangu, cha kwangu kimekuwa cha Mungu, na ndio maana nina mamlaka katika ulimwengu wa roho. Ninaweza nikaitisha pesa nikaipata. Kwa nini? Cha kwangu kimebadilika kuwa cha Mungu, cha Mungu kimekuwa cha kwangu. Yaani tumeingia ubia na Mungu. Mungu ameingia ubia na mimi. Mwenye hela ni nani? Ni Mungu. Nimeingia ubia na mwenye pesa. Shilingi 100,000 iliyo na shetani ndani yake inafanya mambo madogo machache kuliko shilingi 90,000 iliyo na Mungu ndani yake. 90,000 ukiipata, hakuna magonjwa, hakuna hasara, hakuna chochote. Utapanga matumizi yako bila kustruggle. 100,000 iliyo na shetani ndani yake, maana yake 100,000 ambayo haijatolewa zaka ina shetani ndani yake. Ukishaipata, bibi yako kula naanguka na vunjika mguu. Wanakuambia tuma 50,000. Mara sijui nini. Unaenda na shilingi 10,000 kununua mboga, haitoshi. Jamani, maisha yamepanda. Kuna mtu araye umemwacha umo kwenye hela yako. Hizo ni principle ambazo walokole hawezi kuzifanya, na ndio maana hawana authority, hawana mamlaka kwenye pesa. Ninakwambia pesa ni ya kiroho kwanza, alafu ndipo inakuwa ya kimwili. Mwingine akitoa zaka 10,000 hatoi sadaka. Akitoa sadaka hatoi zaka. Pole. Huo sio utaratibu wa Mungu katika maandiko matakatifu. Kazi ya zaka ni kulinda. Kazi ya zaka ni kuzuia laana. Kazi ya zaka sio kubariki. Nisikilize vizuri. Kazi ya zaka ni kulinda. Kazi ya zaka ni kuzuia laana. Kwa mjibu wa Hagai ngapi? 3:10. Malaki 3:10. Kazi yake ni kulinda. Kazi yake ni kuzuia laana. Anazuia nini? Kuna magonjwa, kuna hasara, kuna wizi na kadhalika na kadhalika. Lakini ukitaka kubarikiwa, unarudi kwenye sadaka. Unarudi kwenye Luka 6:38.
Anasema wapeni watu vitu, nanyi mtapewa kipimo cha kujaa, kushindiliwa, kusukwasukwa hadi kumwagika. Hicho ndicho mtakachobebeshwa vifuani mwenu. Hiyo ni sadaka. Hiyo kanuni walokole hawaelewi kabisa. Nina uhakika kuna watu hapa hawaelewi. Ndio maana akitoa zaka hatoi sadaka, akitoa sadaka hatoi zaka. Unachanganya mafanikio ya kiroho. Kwa hiyo ukishafanya hayo katika ulimwengu wa roho, Mungu anakupa mamlaka, Mungu anakupa nguvu. Ndio maana ukiamuru biashara yako ikue, inakuwa. Ukiamuru biashara yako istawi, inastawi. Ukiamuru kufanya hivi na hivi, Mungu anakupa hiyo nguvu, kwa sababu tayari katika ulimwengu wa roho una mamlaka. Unaweza kuona watu wanastawi wako makanisani, alafu kaonea wivu. Kumbe wao sirini wanafanya mambo makubwa sana kwa ajili ya Mungu wao. Kwa ajili ya Mungu wao. Kuna wakati mwingine mimi naweza nikapata pesa, yani katika njia ya ajabu ajabu tu. So mtu amepita shida, labda ananiambia pasta nisaidie, kama na shilingi hela kidogo ninampa. So ninapompa, ninaweza nisibakize hela, lakini nimempa hela. Sawa? Siri ya kutoa iko kwa yule anayetoa, si anayepokea. Nimesema si anayepokea. Anayepokea ajui. Atajua unavyo tu. Atajua kama umempa 5,000 umebakiza ngapi. Ndio maana usije ukampa mtu hela mpaka ukatoa na mfuko hivi, wewe unajilaani. Kama una 5,000 tu ndio unataka kumpa, nenda uani huko kwanza, afu uje umeshikilia. Au kama iko huku, basi ingiza vidole vyako kama mwizi ili uishike vizuri. Funampa. Si mtu mwingine, mimi mama Yesu anakupa kabisa namba, sina nyingine, nakupa kabisa nyingine. Wewe ni mjinga. Kwani ukifanya hivi ndo nini sasa? Kwa sababu hatupimi utajiri kwa kile kilichoko kwenye mfuko. Umesikia? Wewe ni tajiri toka umeokoka, ila hujajua namna ya kumaintain utajiri ambao Mungu alikupa kupitia msalaba. Kwa hiyo sio kwamba hauna hela, lakini kuna namna hujafanya tu ili upate pesa. Kuna namna hujafanya. Wangapi wanaishi katika laana? Wangapi wamelaaniwa? Wangapi wamelaaniwa? Wangapi wamebarikiwa? Lakini pamoja na kwamba tunatembea katika baraka, katika baraka ambazo Mungu ametupa, tunahitaji kutumia maarifa kupata hizo baraka. Tutumie maarifa. Okay. Kuna watu hapa wanauzao. Sawa? Wanauzao kabisa. Ukapimwa, mayai yako yako vizuri, ile umeokoka. Unaweza ukazaa kwa sababu umeokoka. Kwani usizae wakati umeokoka? Si ni baraka? Yes. Kuna kanuni ya kufanya. Kuna jambo la kufanya ili baraka zako zionekane za mtoto. Sasa Mungu ametupa baraka. Mungu ametubariki. Lakini baraka ziji tu kwa sababu Mungu amesema mmebarikiwa. Ndio hizo process za kupitia. Sawa? Kufuata utaratibu huo kwamba okay, nimebarikiwa sasa, ili nipate cha kutoa lazima nifanye kazi. Nikishafanya kazi, ninapata kitu, ninatoa kitu, ninapata kitu. Naona hiyo? Nataka nipate hela, natafuta kazi, napata kazi, nafanya kazi, napata kitu, natoa kitu, napata kitu. Maisha ni mzunguruko. Swala kutoa ni mzunguko. Ukiacha kutoa unakufa. Umeelewa hicho kitu? Ukiacha kutoa unakufa. Kwa mfano, ukila chakula leo, wiki ya kwanza
wiki ya pili mpaka Pasaka bila kwenda uwani, kitakachotokea ni nini? Kitakachotokea hilo tumbo linakuwaje? Sasa mnajifanya kama mwendagi uwani eti. Tumbo linakuwaje? Kwanza utakula tena. So ili ule lazima utoe. Tuko pamoja? Ili ule lazima utoe. Au nibadilishe, ili uishi lazima utoe. Kwa sababu usipokwenda uwani na uwezi kuendelea kula. Usipoendelea kula maana yake umekoma kuishi. Kwa hiyo ni sawa na kutoa. Ili uweze kupata cha kutoa lazima utoe. Usipotoa maana yake umeua mzunguko wa kupata kingine. Kwa hiyo walokola waelewi, ndio maana akipata kashilingi 50,000 anakangania mpaka kanachanika. Bishop Mpemba alinifundisha kitu kimoja akasema, ulicho nacho kama kitoshi kifanye kuwa mbegu. Wakulima tunajua, tunapolima mahindi tukimaliza tunachambua mahindi yale mazuri, si ndio? Ambayo hajabunguliwa, ambayo yamekaa vizuri, mikungu mizuri. Alafu naiweka si kwenye moshi, wengine unatunza, unapiga dawa. Njaa ikija utachukua yale mahindi uyale. Ukiala mwaka kesho utakosa nini? Mbegu za kupanda. Kwa hiyo tunapokwenda kumtolea Mungu, ndio maana hawa wakulima wanachambua mikungu mizuri. Wewe unapokwenda kupanda mbegu, unapanda mikungu mibovu iliyobunguliwa. Ndio maana wakati mwingine haupati matokeo makubwa, kwa sababu ulichokipanda kimebunguliwa. Naelewa kidogo? Pigie Bwana Yesu makofi na vigeregere leo. Ongeza makofi makubwa na vigeregere kwa Bwana Yesu. Mungu anakuwazia mawazo mema kwa mujibu wa Yeremia 29 mstari wa 11. Anakuwazia kubarikiwa, anakuwazia kuinuliwa, anakuwazia mema, lakini yale mema hayaji bila kufuata utaratibu. Hayaji. Hebu sasa tusome ile waraka wa 3 wa Yohana kuanzia mstari wa 1. Waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 1, Biblia inasema, mzee kwa mama mteule, mzee kwa Gayo mpenzi, nimpendaye katika kweli. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote, na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Hebu rudia tena. Mzee kwa Gayo mpenzi. Mzee kwa Gayo mpenzi, nimpendaye katika kweli. Nimpendaye katika kweli. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Anasema mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Nitarudia. Naomba ufanikiwe katika mambo yako yote. Ndio. Na kuwa na afya yako. Ndio. Kama vile roho yako ifanikiwavyo. Ndio. Maana nalifurahi mno. Basi rudia tu. Anasema anataka tufanikiwe kama roho zetu zilivyo fanikiwa. Roho yako imefanikiwa nini? Roho yako imempokea Kristo. Una Yesu ndani yako. Alipo Yesu kuna amani, kuna furaha, kuna nini? Sasa anasema anataka tufanikiwe. Mungu wetu anataka tufanikiwe kama roho zetu zinavyofanikiwa. Tufanikiwe nini? Tuwe na mali, tuwe na uzima, tuwe na afya. Hayo ndiyo mawazo ya kiungu. Hayo ndiyo mawazo ya Mungu ambayo sisi anataka tuwe nayo. Yaani hapa ulipo ujue Mungu anakupenda. Ujue Mungu yuko upande wako. Ujue Mungu anakutakia mema. Ujue Mungu anakutakia mazuri. Lakini si tu kwa sababu anakutakia mazuri atatokea. Kuna sehemu ya kufanya wewe, kuna sehemu ya kufanya mimi.
Sina sehemu ya kufanya mimi. Ni kweli tumekombolewa, ni kweli tumeokolewa, ni kweli tumebarikiwa kwa sababu tuko ndani ya Kristo katika neema, tumebarikiwa. Lakini ili tupate hivyo vitu ambavyo Mungu alikwisha kuviachilia, kuna namna ya kufanya. Tunapofundisha masomo yetu ya hapa ya neema, watu wengine wanabeza, eti sio masomo mazuri. Siku hizi wanafundisha, sikiliza, huwezi ukaniondoa kwenye masomo ya neema, huwezi. Sababu ninajua nguvu ya neema kuliko nguvu ya sheria. Wewe kama unifundishwa kuhukumu watu tu dhambi, mimi huko siko, nishahama. Kwa hiyo ninajua namna ya kushughulikia dhambi kupitia neema. Anasema mfanikiwe. Unaweza ukajiuliza, utaishije duniani bila hela? Utaishije duniani bila mafanikio? Utasomeshaje watoto wako? Utajengaje nyumba yako? Utaendeshaje maisha? Utaendeshaje maisha? Sasa mzee Gayo anasema ufanikiwe kama roho yako ifanikiwa. Shida yangu iko hapa. Kwa nini walokole wengi hatufanikiwi? Shida yangu iko hapa. Kwa nini wachungaji wengi hawafanikiwi? Shida yangu iko hapo. Na ndio maana anapofanikiwa mtu mmoja, vita inakuwa kubwa. Yaani ikitokea mfano mimi hapa, Mungu ameniboost, naenda juu, wanaanza kuambia alienda Nigeria. Kwa Nigeria ndo kuna hela? Yaani upako tu mdogo huu ambao unatumika hapa, bado watu wana mashaka nao. Je, Mungu uamke asubuhi, uamke tu asubuhi tunakuambia tumeshaezeka kila kitu. Sasa walitoa wapi hela? Tuwe makini. Una umakini gani? Mimi nikwambie, ningekuwa nataka hela za namna hiyo, ningekuwa nimeshazichukua. Kwa taarifa yako, ningekuwa nimeshazichukua. Sio kwamba sifuatwi na watu waovu wabaya. Unakwambia sikia mchungaji, kwa kanisa lako hili fanya 1 2 3, fanya 1 2 3. Basi ningeenda. Asa kwa nini? Kwa nini nipate ulimwengu mzima alafu nimkose Mungu? Nipate nini? Hizo hapo bati ni bati shilingi milioni 7. Kenchi sasa vyuma ni shilingi ngapi? Milioni 16. Sio 13. Si 16. Kivyo vyote. Hizo kwa wale watu ni kama kusukuma mlele. Nasikia? Sasa vingine nikikusimulia hapa utakuwa mjadala, siwezi kusimulia. Kwa hiyo tungeamua kupitia njia za kijinga, sio tumepata hela. Sasa nipate hela. Alafu nashangaa kila mwezi mtu kafa. Jamani, mwaka mwingine kafa mtu. Na ilivyo wanakupiga upofu hata uwezi kuelewa. Utakuwa unasema tu ni magonjwa. Mwaka mwingine kafa mtu mwingine. Unapanua kanisa linaongezeka. Na walokole kwa kupenda watu wengi, siku hizi kanisa letu ni kubwa. Yaani akili ya walokole, ukubwa wa kanisa mzerueni ni watu. Wakati ukubwa wa kanisa ni akili, ni ufahamu wa neno la Mungu. Yesu alikuwa na watu 12 tu, lakini leo dunia imejaa. Sasa hatukatai watu wengi, tunawataka. Sawa. Lakini sio ndio tuseme ndo key. Yaani kama watu sio wengi kama wa yule, inaonekana wewe una Mungu. Wewe. Kwa Yuda sio mtumishi wa Mungu. Yuda kwa mtumishi wa Mungu. Ameandika nyaraka ngapi? Yuda ameandika nyaraka ngapi? Yakobo ameandika nyaraka ngapi?
sio watumishi. Kwa hiyo watumishi ni wale walio na watu 500, watu 1000. Alikuja hapa mchungaji juzi. Ulikista, ulimuona yule mchungaji? Nikuta naye pale. Anaishi Buongwa. Uko ndani. Kanieleza vitu vingi. Kumbe nikajiona kwamba kumbe mimi ninavyojiona sio wanavyoniona huko. Wanavyoliona Nata, tunavyojiona Nata sio kama wanavyotuona huko. Anambia wewe ili kanisa linajulikana hili. Ili kanisa hili. Hapa stand up. Basi linajulikana sana. Sasa mimi nilimuuliza maswali mengi, alinikuta nimekaa hapo. Akafika anauliza hivi, namtafuta mchungaji Frida. Sasa kanikuta na anaangalia ile picha. Sasa nikawaza, huyu nimwambieje? Sababu kanawaambia hajafika. Sasa anaangalia picha. Kigugumizi. Maana ukweli mwenyewe huwezi tu kusema ndo mimi. Amebeba nini? Zeni nikamwambia wacha nije tuongee. Tena huko ndani kujiuliza nimwambie nisimwambie. Nikarudi nikamwambia ndio mimi. Kumbe pesa. Tukaanza kuongea pale. Kanipa story. Hivi kesho kuna vijana? Kesho atakuja jioni. Ananiambia. Ambia kesho atakuja jioni. Kanipa story mpaka nikajishangaa. Ule ukubwa unaozungumzwa kule nje sio ule unaouona hapa. Kule wanakuona tofauti, wanaliona tofauti kanisa, lakini sisi tunajiona kama watu wanyonge, watu ambao nikasema kuanzia leo hatutajiona wanyonge tena. Pigia Yesu kelele za shangwe, haleluya. Ongeza makofi na vigeregere kwa Bwana Yesu. So akaanza kuniambia katumika na fulani. So, ulikuwa wewe si kwa fulani. Ukatoka kwa fulani. Ikawa story. Lakini akasema mimi nalipenda kanisa hili kwa sababu nalifuatilia na natamani pastor tutumike na nyinyi. Nikamwambia uanze kuhudhuria ibada zetu uzione. Utatumika na watu sio waelewa. Uche. Kwa hiyo ninaamini tutakokwenda tunaenea kabisa, na Mungu ametupa neema, tutazidi kuenea. Pointi yangu iko hapa hivi, kwa nini tuwe na nguvu ya kuondoa mapepo, tuwe na nguvu ya kufukuza magonjwa, tusiwe na nguvu ya pesa? Hiyo ndicho mimi leo nasimama nacho. Ukiangalia maandiko yote yanatufeva. Yanatuambia Mungu wetu ametupa mali. Mungu wetu ametumilikisha. Lakini utaratibu kwetu ni 0. Nani anatoa hapa zaka kwa mwendelezo? Tuache kufanya biashara. Wafanya kazi ambaye kila mwezi anatoa zaka. Kuna huyu hapo. Kila mwezi. Mnaotoa kila mwezi simama. Kila mwezi unatoa zaka kila mwezi. Wewe simama. Au na wewe unanidanganya? Simama hapo. Sala, kanisa letu tunafika watu 100 kweli? Tunafika 100 na zaidi. Nyie tukienda kwenye vitabu mnatoa kila mwezi. Yaani nataka kwa mwendelezo, si ndio? Lydia? 1 2 3 4. Zaidi ya watu karibia 200 wanaotoa zaka kwa mwendelezo kila mwezi ni 4. Kuna walimu, kuna watu wengi wana ajira zao. Wengine wamejiajiri.
Alafu nataka unieleze, utapata mamlaka ya pesa? Naam, utapata mamlaka ya pesa. Hizo wiki zingine hizo miezi nyingine hiyo unakuwa umebanana sana. Tena mimi nimejisahau, tuko watano, 1 2 3 4 5. Hata mimi si ndio Gaudi? Namuuliza wewe kwa sababu ndio anaandika zaka. Grace, simama uangalie kanisa lako lilivyo kwenye laana. Hivi tuko watano, wewe sasa umenyosha. Ndio unyoshe sasa. Kila mwezi. Sasa mimi natoa kila mwezi, natoa kila wiki. Kwani unaweza kutoa kwa mwezi bila kutupitia wiki? Mbona mimi, kwani Gaudi si mimi natoa kila wiki? Mbona nimenyosha? Ninasema kila mwezi. Okay. Wewe unatoa kwa mwezi. Simama ya kwa mwezi. Sasa ina maana hawa tu ndio wanafanya kazi huko. Ile ndo kanisa Grace. Ngoja umejikunja. Bwana atakubariki. Amen. Bwana atakuinua. Amen. Uhuni. Unamfanyia Mungu uhuni. Sasa huyu kama anatoa kwa usahihi katika ulimwengu wa roho, anakuwa na mamlaka. Ile pesa yake akishika ina ulinzi kwanza. Hakuna arae. Hakuna arae. Unatoa kwa kila wiki. Unatoa kwa kila wiki, sema. Tunatafuta connection, mipenyo ya kifedha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Hai, mtuambie wengine mnatoa wapi? Huo mmoja wapo kimeshakuwa ni nini? Kizuizi. Ni mpaka tayari umechiwekea mwenyewe. Unataka kuniambia kuna watu wamfanye biashara? Kuna watu wamfanye kazi? Yeah? Kuna watu wamfanye biashara? Kuna watu wamfanye kazi? Alafu utanishawishije kwamba Mungu katika eneo la financial breakthrough Mungu atakwenda kukutetea? Saa ngapi? Kwa sababu kuna mlango wa adui umekwisha kufungua. Haya, umejiwekea mpaka mwenyewe kwamba Mungu, mimi sitaki kuvuka hapa. Naambia tunaondoa mipaka. Unajua kuna maroho yametuzuia. Hapo hayo ni maroho. Kuna watu mnafanya kazi. Kuna watu mmeajiriwa. Kuna watu mmejiajiri. Sasa nitafutia andiko. Usimameni. Tafutia andiko linasema hivi. Aliye mwaminifu kwa madogo. Tusikie anachokisema Yesu. Alafu mnakuwa ni wajanja sana. Ukija mbele za Mungu, unajua Mungu. Ndio maana mapepo hayawaishi kila wakati. Mara uko hivi, mara leo jino linauma, mara leo kiuno kinauma, mara leo kifua kiko hivi, kwa sababu tu kuna mahala tunakosea. Nirudi kwa wachungaji wenzangu, mimi natoa zaka.
Kama utoi zaka, nataka nikwambie usisubutu kufungua kazi. Itakushinda. Nimekuwa naombea watu mikono na waeleza kwenye mikono kuna nini. Unajikuta nakutana na nguvu ya Mungu, lakini kumbe ni kwa sababu tu huyu mtu kuna vitu afanyi. Kuna vitu afanyi. Kwa hiyo tunatembea kwenye laana. Tunatembea kwenye laana. Hebu soma sana kama umefika. Luka 16 kuanzia mstari wa 9, Biblia inasema, nami nawaambia, jifanyieni urafiki kwa mali ya udhalimu, ili itakapokosekana wawakaribishe katika makao ya milele. Mstari wa 10, aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, na aliye dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Umesikia? Unaweza ukapata shilingi 5,000, sawa? Ukatoa 500, ukafikiri ni hela ndogo. Hakuna. Kwa Mungu hakuna kitu kidogo. Mungu anachotaka ni uaminifu. Nimekwambia anataka moyo. Mtu mmoja ananiambia eti wewe, mimi naogopa kuja kanisani, sina sadaka. Ambia wewe, na wewe akili una tu. Hivi Mungu anakulazimisha kutoa ambacho una? Uone kwamba hujakuwa katika mambo ya Mungu. Aliye dhalimu kwa lililo dogo, kwa lililo kubwa atakuwa dhalimu kwa lililo dogo. Anayetoa kwa kikubwa atatoa kwa kidogo. Hata kile kidogo ulicho nacho, kuna pesa ya Mungu, kwa sababu Mungu ndiye anayekupa mbegu za kupanda na kuzizidisha. Yeye ndiye anayekupa mbegu. Hatutoi kwa sababu tunavyo. Tunatoa kwa sababu tumebarikiwa. Tunatoa kwa sababu tunampenda Kristo. Wewe umeng'ang'ania mtaji ulionao, badala ya kukua unashuka, unaisha. Na umeokoka. Anasema anayetupa mbegu za kupanda atazizidisha. Anayekupa sadaka, toka mimi nimeanza kumtolea Mungu nikoamua kupanda viwango, hakuna siku imepita, wiki 2 3 nimekosa sadaka. Wewe ambaye umebana una sadaka? Utaua watoto wako na njaa. Una biashara haitaenda, una kazi haitaenda, kwa sababu kila kitu nyuma kina roho. Unaona mabasi, watu wanaingiza mabasi mapya, nyuma kuna roho. Kuna watu makanisa yanakuwa, kuna watu wanabarikiwa, kuna watu wanainuliwa kwenye huduma zao, nyuma kuna roho ya Mungu wanayoijua. Kuna siri katika Mungu, kwa sababu Mungu ni mkubwa na kila mtu ana kasiri anakokajua kwa Mungu huyo kana kumfanya akue. Fanya biashara, utoi sadaka, utoi zaka, alafu sikiza nikwambie, kanuni za pesa ni tofauti na kanuni za nini? Za maombi na vitu vingine. Naomba tukae. Nisomee Hagai, nisomee Malaki ile sura ya 3 na ule mstari wa 11. Biblia inasema, nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye. Ndiyo. Wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake. Umesoma mstari wa ngapi? 11. Endelea. Katika mashamba asema Bwana wa majeshi. Umeelewa? Rudia tena 11. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye. Tunapotoa, kuna mtu haonekani kwa macho ya damu na nyama, anaitwa alaye. Wala hata haribu mazao ya ardhi yenu. Atakemewa, hata sababisha hasara kwenye kazi zako za mikono.
kupukutisha matunda yake kabla ya wakati wake. Hatasababisha magonjwa katika maisha yenu. Katika mashamba. Ndio. Asema Bwana wa majeshi. Asema mchungaji Filipo. Bwana wa majeshi. Asema mchungaji Filipo jamani. Bwana wa majeshi. Bwana wa majeshi. Hizi ni kanuni za kifedha. Wapagani wote wanajua namna ya kutunza pesa zao. Na ndio maana ukikuta wadada wanauza michicha, wanauza nyanya kwenye makopo yao, kuna dawa wamewekwa, wanatamani, kuna roho nyuma ya kulinda vitu vyao. Huyo ni mtu asiyemjua Mungu. Wewe unayemjua Mungu unaenda tupu. Ndio maana walokole hawana hela. Asubuhi hana hela, mchana hana hela, jioni hana hela, madeni hayaishi, toko umeanza kukopa, hakuna siku umelipa ukafika mwisho. Na sana sana unajikuta umebanana, unachukua asa wakikuzingua sana, unaenda black, unachukua huwa black, unakuja unaziba asa. Akili yako inakwambia sasa ndo naendelea. Kwa hiyo unapunguza pressure ya asa. Haya, huku si umepunguza pressure. Mwezi wa kwanza hujarejesha, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, wana wewe. Unauliza mkopo mwingine jijenge uko wapi? Unaenda kuchukua jijenge. Unakuja unaziba wapi uko? Pride. Sasa ni maisha hayo. Ni maisha hayo. Fika sehemu umiliki cha kwako. Biblia inasema tutakopa, tutakopesha. Ifike mahala umekopa, lakini ukifika mahala sasa ukopeshe. Maana yake umiliki cha kwako. Ndio maana walokole hawalipi. Kwa nini? Sio uaminifu kwa Mungu. Wewe unakopesha mlokole asiyekuwa mwaminifu kwa Mungu. Sizuii kukopesha. Kopesha mtu ambaye ni mwaminifu. Kama unataka kukopesha mtu, muulize swali hili. Naomba nichukue daftari la zaka nikague. Nikikukuta mule na kukopesha. Unampa mtu pesa kanisani, usiyeona anatoa sadaka, kiwango chake cha kutoa ni shilingi 500, hatoi zaka, hela yako haina usalama ukimkopesha. Haina usalama. Maandiko yanasema aliye mwaminifu atakuwa mwaminifu. Kama hujao mwaminifu kwa mali ya udhalimu, ni nani atakupa amana iliyo ya kweli? Umeona? Anaposema amana iliyo ya kweli ni vipawa, karama, huduma. Ndio maana watu wengi hawana upako, kwa sababu sio waaminifu katika mali ya udhalimu ambayo ni mali ya dunia hii. Nikaja nikagundua kumbe upako unaendana na uaminifu pia kwenye mali ya dunia hii. Unapokuwa mwaminifu kwenye mali, kwenye fedha, Mungu anakuamini kwenye upako. Ndio maana upako unatembea na pesa. Mungu akianza kukuinua katika hali ya uponyaji, nguvu za Mungu, Mungu anakupa na pesa. Kama ukuweza kuwa mwaminifu, sio andiko tutalipata. Kama ukuweza kuwa mwaminifu kwa mali ya udhalimu. Tunapozungumza mali ya udhalimu ni mali ya dunia hii. Sawa? Anasema ni nani atakupa amana iliyo ya kweli? Hebu so. Naomba nisome kwenye Biblia ya kusoma kwa urahisi. Inasema hivi: ikiwa huwezi kuaminiwa kwa mali za kidunia, ukiwa huwezi kuaminiwa kwa mali za kidunia, za dunia hii, huwezi kuaminiwa kwa mali za mbinguni. Nipigie makofi neno la Bwana.
huwezi kuaminiwa na mali za dunia hii, hata Mungu hawezi kukuamini kwa mali za mbinguni. Mali za mbinguni ni zipi? Kwambia vipawa, karama. Watu hawaelewi hizi kanuni. Ndio maana unaona kanisa limekaa kwenye umasikini, lakini kuna watu hawamjui Mungu, wanajua nguvu ya kutoa. Wanaangalia, kuna wakati mheshimiwa rais labda anataka kuchangia kitu fulani, anawaalika wafanyabiashara, anaalika watu wanatoa hela. Wanajua. Wewe kila siku ambaye una Biblia tena unaiweka kwa pani kila leo, hujawahi kusoma hilo andiko. Tukienda kuomba unajiuliza Mungu madeni ataniua. Mungu anakuambia acha kuue. Kwa sababu uelewi. Tafikiri jamaa wa TikTok, mimi naitwa Lucifer. Walokole hapo umejibanyisha kabisa, umejituliza, utafikiri mtoaji wa zaka. Hata sadaka inakushinda, alafu nasema mimi nitakuwa tajiri kwa staili ipi? Anayemtolea Mungu huyu anaweza akatangaza akasema, mimi nakwambia nako kwenda naiona nuru, nitakwenda kuinuka razima, nitakwenda kuinuliwa juu, nitakwenda kubarikiwa, kwa sababu hapa chini kuna msingi unautengeneza. Unafanya kazi, basic salary yako ni shilingi milioni, wakikata na nini unabakiza 700,000, zote unafukia. Tunamkomesha Filipo. Mimi unanikomeshaje? Wacha nikwambie faida ya kwanza ya mchungaji. Sadaka ya kwanza ya mchungaji, nimejitoa, nimejisacrifice, ambayo wewe hujawahi kutoa. Sawa? Yaani nimejitoa, nimejidhabihu. Nimefunga ndoa na Kristo kwamba sintarudi nyuma, sintaacha uchungaji, nimejisacrifice. Sadaka yangu ya kwanza ni hiyo. Lakini pia ninaelewa umuhimu wa kutoa, faida nayoipata mimi kama mimi. Sikia, niliwahi kubarikiwa na mtu shilingi milioni 5. Milioni 5. Aliyebarikiwa ni nani? Ni mimi. Nikaja hapa, tulikuwa na shida fulani, na kama sikosei nikampa mzee Ezra, nikamwambia ipeleke benki. Akaipeleka benki, nikiwa na maana ilipe. Si tulilipa? Mlinirudishia. Wa zamani mlinirudishia. Kwa hiyo mimi ndo nanufaika tu. Nenda Hagai. Hagai sura ya kwanza, tusome mstari wa 7. Hebu subiri kwanza. Anzia mstari wa 3. Sura ya kwanza anzia mstari wa 3. Biblia inasema, ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa katika hali ya kuharibika? Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi. Mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto. Na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kuutia katika mfuko uliotoboka toboka. Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Bwana Yesu asifiwe.
Unaona vitu vinavyosemwa hapa. Toka umeacha kumtolea Mungu. Unavaa ni kama hujavaa. Unakula ni kama hujakula. Unafanya kazi kama ufanyi kazi. Yaani kuna vitu haujawahi kutimiza. Haja zako hazijawahi kutimia. Haja zako hazijawahi kutimia. Bado uhitaji uko pale pale, pamoja na kumnyima Mungu, pamoja na kuacha kufanya utaratibu ambao Mungu ameufanya ili kusudi wewe ubarikiwe. Bado una uhitaji. Anasema zitafakarini nini? Njia zenu. Anasema mmepanda mbegu nyingi lakini mmevuna kidogo. Unatumia nguvu kubwa kutafuta biashara, unatumia nguvu kubwa kufanya kazi, lakini matokeo yanakuja ni machache sana. Lakini nataka nikwambie, anayemjua Mungu vizuri, anayefanya vizuri kinachokisema hiki, anatumia nguvu kidogo, anapata matokeo makubwa. Kwa sababu wewe ni uzao wa Mungu. Ni uzao uliobarikiwa. Sio uzao uliolaaniwa. Ni uzao uliobarikiwa. Kuna mstari unasema hivi. Sikumbuki uko wapi, unasema hivi. Kuna yule azuiaye isivyo haki, lakini uelekea uhitaji. Lakini kuna yule atawanyaye ilivyo haki, huyo mtu hakosi, atazidishiwa. Misali 11:24 Biblia inasema, kuna atawanyaye lakini uongezewa zaidi. Lakini kuna azuiaye isivyo haki, lakini uelekea uhitaji. Unazuia haki ya Mungu, unaichukua. Unazuia haki ya Mungu, unazuia mali ya Mungu, lakini kila siku pamoja na kuchukua zaka za Mungu na kuchukua sadaka za Mungu, hakuna siku uhitaji umekoma. Tuchague nini sasa? Pungie mkono kama unanielewa. Tuchague nini sasa? Tuchague nini? Wewe binafsi unachagua nini? Kwani hujawahi kusikia somo la kutoa? Ile roho inayokuzuia ni roho gani? Ikatae. Hiyo inayokuwekea nini? Mipaka, ikatae. Kwa sababu mafanikio yako ndani ya mtu mwenyewe. Maamuzi ya kutoa kutokutoa yako ndani yako mwenyewe. Mimi nimeona faida za kutoa. Yaani nina shuhuda hivi za kutoa. Mimi sipati shida kumpa mtu hela, sipati shida kumbariki mtu hela, sipati shida kama ninayo. Yaani siwezi nikawaza mara mbili mara tatu eti hivi nimpe kweli. Huko Mungu alishanitoa. Sasa vile ambavyo siwezi kumpa mtu, kwa Mungu ni mara mbili. Yaani nikisikia tu toa hiki, mashemasi naomba msaidie huyu anatuondoa kwenye uwepo. Hata kwa Mungu siwazi mara mbili mara tatu. Ninajua faida. Nimefika hapa, kuna watu wamehusika. Wacha nikueleze, nimesoma chuo mimi. Niko kwenye kanisa lile. Chuo cha Biblia. Nisikilize. Nimesoma chuo cha Biblia. Niko kwenye kanisa lile. Sikuwahi kulipiwa ada. Siku moja tumekaribia kufanya mtihani, nikatolewa nje. Sina, huyu anajua si amesoma hapa. Sina ada. Chuo ambacho mimi nimesoma sio chuo cha kawaida, hichi cha kawaida no. Ile ni shule kabisa. Sio chuo cha kukaa sijui wiki 3 natoka, hapana. Unasoma mfululizo na yaani kila kitu ni kama cha serikali. Mtihani ukafika, sina ada. Nikatolewa nje. Ndipo akanikuta mama, nikisema mama namjua, akanikuta nje kwa sababu alikuwa anasoma hapo. Nikamwambia ndo nimetolewa nje. Siku hiyo akaniambia nenda kanisani uende sehemu fulani uchukue 100,000. Kaja nikachukua, nikaja nikalipa. Nimesoma pale miaka mingapi? 3.
Na hiyo 1,000,000 tulikuwa tunalipa 700,000 kwa mwaka kama sikosei, au zaidi, sikumbuki. Si 900,000. Nina familia. Alafu ninatumika. Acha hapa, wasaidizi wangu wa hapa hawana kazi. Mimi nilikuwa msaidizi kule, nilikuwa na kazi kuliko mkubwa. So kila ibada nitakiwa niwepo. Ajaja niendelee. Amekuja hivyo. Kwa hiyo nilikuwa nasoma naenda, yani hivyo. Lakini sina ada. Nikaanza kumwambia Mungu, nimewahi kufanya hiki, ninaomba mwenyewe. Imefika wakati ninaitwa ofisini, naambiwa hivi, huyu anajua mwalimu Mchaka, ananiambia sikia, umelipiwa ada yako yote. Aliyelipa sijui. Nauliza, naambiwa wewe jua umelipiwa. Uelewe sasa. Sababu mengine si unajua wengine walipata bahati, walisomeshwa na nani? Elimu si ya kwako. Nikalipiwa, lakini si tu kwa sababu amelipa. Mimi ninajua huwa napita kuna ipi. Nilipokuwa niko kule, nilikuwa nikisikia mtu anaumwa, naenda. Sina hela, ndicho nampa. Nitaenda na nanasi, nitaenda na tunda, nitaenda kumuona. Wewe mtu anaumwa, unasikia wa kanisani, hujawahi kwenda hata kumuona, na ukienda unaenda hata chungwa moja huwezi kumpelekea. Lazima ujifunze kupanda mbegu kwa watu. Maisha haya unayo wewe mikononi mwako, hayako kule mbinguni. Punguza kuomba, unaangalia kule. Yako ndani. Namna unavyoishi na watu, namna unavyofanya kazi, hayo ndio mafanikio yako ya baadaye. Kesho yako imejificha kwenye leo yako. Then unavyofanya leo kazi, hicho ndicho kipimo cha kwamba wewe unakwenda kutoboa kesho. Lakini walokole wamekuwa ni watu wa ajabu, wanakwenda kanisani, hawatoi sadaka, vimekaukiana, vilokole vingi vimekaukiana. Vina nywele kipilipili, vile wiki, viko hivi tu, yani vijinga. Kagusa tu kwenye maandiko ndio uone, unajua Bwana alisema, acha kwenda huko. Kuna mtu mmoja hapa, Pastor Moses, nimeshazoea Moses sijui. Moses ni Kiingereza ni Kikelewe. Njoo pastor, kuna ushuhuda hapa uwape. Njoo. Naona mabinti zangu anaingia saa 5, ana shida gani? Kifua akatanguliza mbele. Takufa maskini. Mungu atanii. Pige pastor, umependeza sana. Sasa sikia. Pastor huyu ni pastor. Pastor kabisa. Sio wa mchongo. Lakini alinipa ushuhuda mmoja, nataka useme. Yeye alikwenda kushuhudia mahara. Pastor, si unakumbuka? Kwenda kwa mama yule akakwambia, wewe umeokoka, mimi ndo nimeokoka. Waambie. Haleluya. Haleluya. Punga mikono hewani. Haleluya. Amena. Mimi ni mgeni mwenyeji sasa. Amen. Lakini kati ya makanisa ya watu waliofanikiwa kiroho na kimwili, na hili limo. Haleluya. Nilipoingia hapa pastor, nikasema nimeingia mahali sahihi. Kwa sababu sikuona sura za wanyonge, wale wenye vipipili hawamo humo. Pigia Yesu kelele za shangwe. Haleluya. Haleluya. Amena. Niende sasa kwa kile ambacho Baba amenieleza nije nikiseme. Siku moja nikiwa Dodoma, familia yangu iko Dar es Salaam, kabla haijaingiliwa na virus. Ninafanya shughuli zangu mimi ni tailoring, ndo kazi ya kwangu ni professional ya kwangu hiyo. Amen. Nikapigiwa simu kwamba huku
nje. Nilikuwa namiliki vyumba viwili na sebule, nikaachiwa chumba kimoja. Vitu haviwezi kuenea kwenye chumba kimoja. Mimi na familia yangu na vitu nilivyo navyo vikatolewa nje, vikawekwa jikoni. Nikatoka hapo nikarudi Dar es Salaam. Nilipofika nikakaa siku ya kwanza, siku ya pili. Jioni adhuhuri kama mida za saa 9, nina kawaida ya kwenda kushuhudia mtu kwa mtu. Ile injili huwa naikubali kwa sababu mtu anakuhoji maswali mpaka unasema hapa kama maandiko yako kwa uchache hutapata cha kumweleza. Amena. Yule mama alikuwa ni dokta. Ana nyumba kubwa anayoishi na kuna nyumba nyingine imefika kwenye lenta ya vyumba kama 6. Nikamwambia mama, yeye ni Msabato. Nikamwambia mama, nimekuletea habari njema za Yesu Kristo. Habari njema za Yesu Kristo. Akaniambia mimi ni mlokole wa Kisabato, ninasali. Nikamwambia sawa, pamoja na kwamba uko kwenye mtiririko huo na mimi nilikuwa huko, nikaachana na usabato siku nikaenda kwa Sabato Kristo. Haleluya. Ninakuletea habari njema za Yesu Kristo. Akaniuliza, kati ya wewe na mimi nani ambaye hajaokoka? Nikamuuliza, kwa vipi? Wewe jana juzi wamekutupia vitu nje, hata kodi huna. Mimi naishi kwangu, ni daktari na nina pharmacy kubwa, unaifahamu? Nikamwambia ndio naifahamu. Sasa wewe uliyetupiwa vitu nje na mimi ambaye nina nafasi serikalini na naweza kujimanage maisha ya kwangu, kati ya wewe na mimi mtu anayehitaji msaada wa Kristo ni nani? Pastor, wewe kwa Muislamu? Naona mapigo ya kabuto. Pige Bwana Yesu makofi kwa ajili ya Pastor Musa. Weka mikono juu, mpige Bwana Yesu makofi na vigeregere. Haleluya. Weka mikono juu, mpigie Pastor makofi makubwa na vigeregere. Haleluya. Kuna kitu umepata? Najipeleka tena. Nataka shuhudie. Ujitahidi kujibu maswali ya watu. Naenda unanuka mdomo, naenda soksi zimetoboka zinatoa harufu, umevaa hovyo, afu eti unaenda kushuhudia mtu ana elimu yake. Hata kuuliza maswali kama ya pastor. Na hicho ndicho mimi nakikataa. Sawa. Tunapokwenda huko kushuhudia watu, hata kama tusifanane na wao, lakini kuna vitu akiviona wanajua kwa kweli hawa wana Mungu, wamebeba Mungu, wanaye Mungu. Sasa sisemi wote tunaweza tukajenga, wote tunaweza tukafanya, lakini kuna vitu tu lazima tuwe navyo. Mimi nashughulika na hela. Lazima tuwe na uwe nayo. Ukiwa na hela utaonekana una hela. Asiyekuwa na hela utamuona hata mchano wake wa nywele. Naweza kuwa zimesambaa kichwa, utafikiri mawigi ya mama nanili. Nywele anajulikana tu. Namna anavyoongea, namna anavyojikuna. Anajikuna hivi mwenye hela. Asiyekuwa na hela. Angalia pastor na neno limenyoka hivi. Ana upako. Lakini upako wake ukazuiliwa na kitu kimoja tu, vitu vya mwilini kwake, na aliona. Na ndio maana inabidi wewe ukiwa mchungaji kuficha maisha yako. Sawa? Sijapo kaanza kutuambia, unajua mimi napanga chumba kimoja, shut up, nyamaza. Unawaambia chumba kimoja tunao wachunga, alafu wenyewe wafanyeje? Acha mimi, unajua haleluya wana wa Mungu, Mungu yani mimi nalala chini. Usituambie hayo maneno sisi. Hayo ni ya kwako. Unatoa siri zako za ndani, unatuambie neno. Tena na hivyo vitu vingine. Na wachungaji wanaona geti hivyo ndio wanahurumiwa. Tena jua hata godoro katikati limetoboka, yani ni shida tu.
yani basi, lakini nina imani. Haleluya, nina imani. Huna swala kutueleza tu godoro limetoboka, huna. Kwa maana maisha ya mtumishi lazima yawe siri. Sawa? Kuna vitu unaweza ukaviweka republic, lakini kuna vitu unavificha. Yaani ili wasijue. Hata kama umelala njaa, unakuja hapa kama hujalala njaa. Unadaiwa kodi, unakuja hapa kama udaiwi kodi. Wanaojua ni wale tu walio karibu na wewe sana. Maana hii ilikuwa ya kina Mzee Ruende, kipindi chenu Mzee Ruende. Kipindi cha viongozi kufuatilia maisha ya mchungaji ilikuwa ni kipindi chenu. Sasa hivi kiongozi gani hajafuatilia maisha ya mchungaji? Saa ngapi? Kiongozi gani hajajua watoto wa mchungaji wanasoma? Wanaona tu wapo nyumbani. Saa ngapi? Nani hajaangalie umekatiwa maji? Wewe na mke wako msipopambana mtajua wenyewe. Sasa tuwezi kuja hapa tukasema sasa unajua amna. Na si tu mchungaji, na wewe mwenyewe. Punguza uongo kwenye madhabahu. Najua mimi mume wangu alininiga jana, nikaya kaninywesha maji. Hiyo amna. Hiyo isemee kule ofisini. Bwana Yesu asifiwe. Pige Bwana Yesu makofi makubwa na vigeregere. Haleluya. Utabaki kuwa Mungu. Utabaki kuwa Mungu. Utabaki kuwa Mungu. Jehova Sha. Utabaki we. Utabaki we. Utabaki